Uasin Gishu, jinsi ilivyo kote nchini, ni maombolezi ya rais mstaafu hayati Daniel Toroitich arap Moi. Na hapa niko na viongozi wa makundi tofauti, akiwemo meya wa zamani wa kaunti ya Uasin Gishu ama mjini Eldoret, Josiah Magut, pamoja na Joseph Wainaina, viongozi ambao wanahusika kikamilifu katika maandalizi ya mpango huo wa kuhakikisha kwamba jamii zote katika kaunti hii ambayo iliweza kunufaika pakubwa na uongozi wa hayati rais mstaafu Daniel Moi wanaweza kufika kwa ibada ya mazishi. Kwanza nitaanza na meya wa zamani Josiah Magut aweze kutuelezea ni vipi anamkumbuka mstaafu Moi na pia mipango hiyo imefika wapi. Kwanza nachukua nafasi hii kwa niaba ya familia yangu na mimi binafsi na jamii yetu yote ya mji wa Eldoret na kaunti ya Uasin Gishu kwa jumla kutoa rambirambi zetu kwa kifo cha marehemu Mheshimiwa Daniel arap Moi. Na kama vile imesikika kutoka kwa upande yote, niliwahi kufanya kazi na Mheshimiwa Rais Moi, na mimi niliingia siasa wakati aliingia kukuwa rais ya nchi ya Kenya. Kusema kweli, mengi Mheshimiwa Moi alitufanyia sana kama Rift Valley na zaidi mji wa Eldoret. Kama vile tunavyoona alivyopenda yeye mwenyewe kama mtu wa elimu, colleges ambaye tuko naye ndani ya mji wa Eldoret kwa safari hii yote yanaweza kusemekana kwamba Moi ndiye alichangia kwa wingi kuleta hayo. Pia tulipata maendeleo ya kujenga kiwanja ya ndege, tukapata maendeleo ya polytechnic, tukapata maendeleo ya kuleta referral hospital hapa, tukapata maendeleo ya watu wengi sana kuingia katika masomo ya juu. Zote tunaomboleza kwa huzuni kubwa kwa sababu ya kifo chake. Sisi kama watu wa Uasin Gishu, hata upande wa Kitale, kama ingewezekana tupewe nafasi wenye hawajiwezi waende kuomboleza pamoja na wengine, kama vile Nairobi wamepewa nafasi ya kuomboleza huko Kasarani. Kama ingewezekana nirudie tena Nakuru kuwe na mpango kama huo. Nafikiri wananchi ambaye wanampenda Mandasake ambaye ni Moi wangefurahi, sababu kuna wengi ambaye hawana njia yoyote, hawana nguvu ya kwenda Nakuru, Nairobi. Tupewe nafasi hata kama ni basi kama 50 waende waomboleze pana na wengine, wananchi wengine wa Kenya. Ingine ni kusema Rais Moi alikuwa mcha Mungu. Hii mwaka yote amepewa na Mwenyezi Mungu, si bure tu. Kila kitu ina bei yake. Yeye alijitolea sana kwa maneno ya makanisa. Kila Jumapili alikuwa anaenda kanisa. Zile makanisa sote zimejengwa Kenya mzima. Karibu 80% au 70, ikiwa chini sana ni 70% ni Moi alifanya hiyo kazi. Nafikiri Mwenyezi Mungu alimsaidia hiyo miaka yake, sababu ya ile kazi amefanyia nchi ya Kenya na pamoja na kanisa zote za Kenya mzima na mashule. Ningependa tu si tuige au viongozi wengine waige mfano wa Moi, sababu hata wakati yeye chama yake ilishindwa na NAK, alipeana uongozi kwa njia ya busara, na pengine kama ni wengine hawangekubali. Hata wenye wako kwa viti, wenye wako uongozini, naomba sana kama mtu akishindwa na kura zozote apeane uongozi kwa njia ya heshima, ndio adumishe amani Kenya hii. Sababu Moi nampenda, sababu alidhamini nchi hii au Kenya hii kuliko yeye mwenyewe au kuliko mtu mwingine kibinafsi. Yes. Ni hayo kutoka kaunti ya Uasin Gishu, ambayo ni mojawapo wa kaunti ambazo zilinufaika pakubwa na uongozi wa hayati rais mstaafu Daniel Moi. Na viongozi hawa wanasisitiza kwamba ile ari ama pendekezo lao kwamba baadhi ya wenyeji katika kaunti hii waweze kupata ile fursa ya kuweza kuhudhuria ibada au kutazama mwili wa hayati rais mstaafu Daniel Moi kule Nakuru ambako atazikwa. Mimi ni Calvin Chitwa kutoka kaunti ya Uasin Gishu.